Ligi yetu imekuwa bora sio kwa bahati mbaya, imekuwa bora kwa vitu vingi. Ni aibu kuweza kuona waamuzi wanafanya makosa ya kujirudia kila siku. Karibu kwenye kipindi cha Dimba la Michezo, kipindi ambacho kinakupa updates zote za michezo. Tuko mwishoni mwa ligi nyingi sana duniani, ukizingatia Tanzania ndo tumebakia pamoja na ligi zingine, lakini zile big five almost zote zimekwisha. Niko studio na mchambuzi pweza ambaye huwa anakuwa naye kila siku, Martin Mwakiposa, mtu na viatu vyake. Habari ya leo? Salama za kwako? Alhamdulillah, vipi hali? Namshukuru Mwenyezi Mungu pia. Martin Mwakiposa, leo kuna matukio kadha wa kadha. Moja ambalo lilikutia hasira, Singida. Alikumtia hasira, nilizungumza reality. Tukibisha Kiswahili. Sawa. Moja ambalo ulizungumza reality ambayo leo wanashuka dimbani tena kwenye CRDB Federation Cup. Simba Sports Club anacheza na Singida. Wale ambao mechi iliyopita ilikuwa imezua gumzo sana kwenye vichwa vya habari mbalimbali kuhusu maamuzi. Na watu wengine wakaenda mbali zaidi. Nimesikia statistics moja wanasema kuna klabu moja kwenye top 2 ambayo kila mechi yake katika mechi 10 mfululizo kuna muamuzi wa kike ndani yake. Sijalifuatilia vizuri hili, ila kwa sababu mchambuzi upo tunaweza tukapata hizo data vizuri. Lakini kwenye pointi 3, Martin Mwakiposa, leo ndo ile finali ya UEFA Champions League ambayo we mwenyewe ulifika nusu finali na timu yako ile, mimi naita kibonde, lakini wewe unaiamini na mkatolewa. Leo tutaenda kuiona na utatuambia statistically zaidi ikoje. Lakini twende kwenye dakika 45, Martin. Tuangalie mechi ambayo inakwenda kuchezwa leo. Simba Sports Club ambaye ametoka kwenye finali za Federation Cup za CAF hizo, lakini amekuja akaangukia tena kwenye mechi ya ligi na Singida. Na leo anashuka dimbani tena kukutana na huyo Singida. Unahisi itakuwa tactically ni mechi aina gani? Bado mechi itakuwa ngumu. Yaani mechi itakuwa ngumu, haitakuwa nyepesi kwanza. Ni sababu kubwa ya kuwa mechi ngumu kile kilichotokea katika uwanja wa KMC. Hiyo pengine inaweza kapelekea mechi kuwa ngumu. Lakini ukiachilia mbali hapo, aina ya vikosi vya timu zote mbili wamekuwa na vikosi bora sana. Lakini bado unagundua hata kwenye maeneo machache ya kwenye benchi la ufundi bado Simba utaona kuwa bora. Nategemea kuona mbinu za walimu. Kama nilivyosema awali katika mchezo wa awali, mbinu za walimu zinaweza kusaidia kwenye hii mechi, ubora wa wachezaji mmoja na inaweza kuwa sababu performance ya team overall. Na hii nayo inaweza kuwa sababu moja hapo. Lakini bado kuna namna vile ambavyo tutakuja kuangalia waamuzi wao wenyewe ni watu muhimu sana kuelekea katika mchezo wa leo. Ligi yetu imekuwa bora sio kwa bahati mbaya, imekuwa bora kwa vitu vingi. Ni aibu kuweza kuona waamuzi wanafanya makosa ya kujirudia kila siku. Ni aibu, na wakati tunasema mpira wetu umeweza kukua. Kwa hiyo kuna maeneo nimezungumza kwa timu, lakini hata waamuzi ni watu muhimu. Leo hii ukizungumzia EPL ni ligi ambayo inatazama kwa wingi kwa sababu ya kile kinachofanyika. Of course bahati mbaya zipo, lakini ukitaja timu bora, ukitaja ligi bora, basi EPL inaweza kushika namba 1 kwa aina ya vitu ambavyo wanavifanya. Na hii inakupa majibu. Msimu huu tumeweza kuona timu zao kutoka England zikiweza kuchukua mataji katika engo tofauti katika mashindano tofauti. Umeona Chelsea, umeona Tottenham, umeona Crystal Palace, umeona Liverpool, kuna mtu mwingine Man City naye kabeba. Kwa hiyo unaona ni timu ambazo zinatendewa haki kwenye ligi ya nyumbani na waamuzi. Hata wao usajili wao unawasaidia kuelekea katika mashindano makubwa. Tuangazie sasa kikosi kimoja. Tukianzia na kikosi cha Simba Sports Club ambaye ni mwenyeji. Tunaona Hamza alikuwa replaced kabisa na Shamu Karabwe na Shemalon. Na tumeona safu yao imekuwa nzuri. Siwezi nikasema hata zaidi ya kabla, lakini kwa nafasi yao safu yao ya ulinzi pale katikati imekuwa nzuri. Unahisi leo mwalimu anaweza kufanya mabadiliko na kumrudisha Hamza ambaye tunaona alikuwa kwenye benchi mechi iliyopita? Simuoni mwalimu akifanya mabadiliko kwa sababu wanasema timu ya ushindi huwa mara nyingi yapinyoe mabadiliko unless otherwise itokee tatizo kubwa. Na ndicho ninachokiona. Sham ameingia vizuri, ameenda kukopi ingawa na miscommunication ambayo kimsingi zaidi hii ndio inaweza kumtofautisha kati yake na Hamza. Wanapocheza wale wawili, Chemaloni na Hamza unawaona jinsi gani wanapokuwa na battle vizuri. Kwa maana mmoja anaenda mmoja anabaki. Lakini akicheza Hamza
na huyu Shamu Karabwe. Yes, unawaona unakuwa na makosa mengi sana. Rejea mchezo wa mwisho dhidi ya KMC. Unaona makosa walikuwa wanafanya ni kwa sababu wao hawajatengeneza pattern nzuri ambayo ingekuwa inawasaidia. Kwa hiyo katika lengo hiyo unaweza kumhitaji Hamza kwa sababu tayari ameshatengeneza combination nzuri na wote wawili tumeweza kuona akicheza katika mechi kubwa na akiweza kuperform. Shaka yangu wakiwa wanacheza wao wawili ndio hapo unaona kuna tofauti. Lakini ukizungumzia ubora wa wachezaji hao wawili basi kila mmoja ni kiwango kizuri na ana uwezo wa kucheza. Ndio maana unawaona katika kikosi cha Simba. Kuna shida gani kwa Devera Fernandez ambaye wakati wa usajili wake alitikisa vichwa vya habari? Debola bahati mbaya alikwenda kucheza, Nzamiru umemsahau yupo, amerudi. Debola mwenyewe yupo, Ngoma yupo pamoja na Kagoma. Ukiangalia katika wachezaji mwalimu aliwaamini Ngoma na Kagoma. Na mwalimu kuamini kwao ameonesha kile ambacho alikuwa anakihitaji na watu wameona. Anaposimama Ngoma pamoja na Kagoma, eneo la midfield linakuwa eneo salama na linakuwa katika eneo tulivu. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya kuweza mwalimu kuwapa nafasi. Kwa hiyo Debola basi kwenye uwanja wa mazoezi ajaribu kumshawishi mwalimu kwa kiasi kikubwa ili aweze nafasi nayo kuingia ndani ya uwanja, lakini bado atakuwa na changamoto kubwa kwa sababu ukiangalia msimu huu ulivyoanza mpaka kufikia hivi tunavyoelekea mwishoni, unaona Ngoma na Kagoma wameperform kwa kiasi kikubwa sana, si kwenye ligi ya ndani, si kwenye mashindano ya kimataifa au mashindano mengine yoyote. Unaweza kuwaona ni wachezaji ambao wametengeneza chemistry nzuri na wamekuwa wanaweza kuisaidia timu kuweza kupata matokeo. Joshua Mutale, mechi za kimataifa alionekana kuwa mchezaji mzuri, lakini mechi iliyopita dhidi ya Singida Black Star pia alitolewa kwa sababu watu walianalyze kama performance yake kushuka kidogo au ni fatigue. Wewe unamuelezeaje na unahisi je, ndo kweli gari limewaka au ilikuwa ni finali? Fatiki hapana, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao hawajacheza mechi nyingi sana. Sijui umeelewa. Lakini amecheza mechi mfululizo. Kucheza mechi mfululizo ni tofauti na wachezaji ambao wamecheza kwa kipindi kirefu. Unaona mtu kama Shabalala. Mwanzo wa msimu mpaka msimu unaenda kuisha. Kwa hiyo ukizungumzia fatiki basi ungemgusia pamoja na Shabalala. SGR kinachomkuta ni hali ya kawaida tu ya kimchezo. Kwa sababu ukizungumza hivyo hata Elie Mpanzu kuna mchezo dhidi ya KMC hakuwa katika kile kiwango bora na tukaweza kuona mwalimu akimtoa. The same aliongea Kibu Denis, naye matarajio ya watu ni tofauti na hicho kwenda kukiona. Kwa hiyo kwa SGR ni hali ya kawaida ya kimchezo ambayo huwa inatokea kwa mchezaji yoyote, lakini bado anaonekana ni mchezaji hatari na mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana. Kwa sababu hata katika huo mchezo unaosema ni miongoni mwa wachezaji walioperform kwa kiasi kikubwa sana, ingawa zile finishing zake za mwisho ndizo ambazo zilikuwa na shida, lakini bado anaonekana ni mchezaji mzuri na ni mchezaji kwa siku za karibuni anaonekana kuibeba Simba. Generally tunahisi kutakuwa na mabadiliko yoyote kwenye kikosi cha Simba leo? Mabadiliko yatakuwepo, lakini sio yale makubwa. Eneo la defense sioni kama mwalimu anaweza kubadili. Mabadiliko anaweza kaona katika eneo la ushambuliaji, kwa maana ya pengine anaweza kaanza Ateba au akaanza Mkwala au akaanza yoyote mwingine pale. Lakini kuanzia eneo la namba 6 na namba 8 kushuka huko nyuma, sioni mwalimu kaanza kufanya mabadiliko. Ateba umemgusia hapo, na tuliona mechi ya kwanza first leg alitumika vizuri akacheza, lakini mechi ya pili ya finali ya Confederation Cup akucheza kabisa. Lonely Ateba, unahisi ni kwamba nafasi yake hakuitumia vizuri au kuna jambo ambalo mwalimu ameona kwa Ateba bado alifiti kwenye safu ya ushambuliaji? Yaani unachotakiwa kukifahamu ni kwamba mwalimu anakiandaa kikosi kutokana na aina ya mpinzani anakwenda kukutana naye. Lakini alikuwa ni mpinzani yule. Mosi, sijamaliza. Pili, ndio approach ya kuelekea katika huo mchezo ndio na tegemea ni nani mwalimu aanze nani akae naye benchi. Nilimsikia mwalimu wa Belkane alisema first half tulipata shida kwa sababu moja, hatukumjua SGR. Yule SGR Muntale. Akamwambia Muntale ilikuwa surprise kwetu. Ndio maana dakika 45 kipindi cha kwanza tulipata shida sana kumkaba. Sababu unaona ni watu ambao hawakuepo katika mawazo yao kwamba kuna mtu anaitwa Muntale, lakini wengine wote waliwaona. Sasa hii ndio faida ambayo mwalimu anaweza akawa anaifanya, kwa maana ya anaweka kikosi kutokana na aina mpinzani na kukutana naye. Yawezekana sasa kuelekea katika mchezo wa finali ya pili wacheza Amani, mwalimu aliona hapana, na muhitaji huyu kwa sababu ya 1 2 3 kutokana na aina mpinzani tunakutana naye. Inawezekana leo sasa ukaanza kumuona anacheza kwa sababu kashaona katika mchezo wa kwanza Singida ubora wao uko wapi, udhaifu wao uko wapi. Wapi wanakuwa imara sana wanapokuwa na mpira.
Kwa hiyo inawezekana mwalimu kagundua okay, ukitaka kuona nguvu ya KMC kumlaza Singida ni lazima ufanye 1 2 3. Nitakupa mfano. Hii mechi ya Singida na Simba, dakika za jioni ulikuwa unauliza mwalimu kwa nini anaenda kumuingiza Kennedy Juma na wakati mechi ilionekana kwenda kuisha. Lakini kumbuka mwalimu alishaona nini ambacho Simba ndo kifanya. Kwa hiyo ikabidi na yeye abadilishe ili kuweza kufanya nini? Kumatch na mchezo. Kuweka kujua anakwenda kumkaba mchezaji wa aina gani. Na hili lisababishwa baada ya kumwona Kibu kunyanyuliwa. Kwa hiyo aliona Kibu kunyanyuliwa, mwalimu akajua moja kwa moja nahitaji mtu ambaye anaweza kupambana na Kibu. Nani akamwita Kennedy Juma na tukaweza kuona Kennedy kwenda kucheza. Kwa hiyo mwalimu anapanga kikosi kutokana na mpinzani wake, lakini kutokana na approach ya kuelekea katika huo mchezo. Sawa, tumalizie na kikosi cha Singida Black Star ambacho kwa hivi karibuni kimekuwa na majina makubwa mengi. Tukiangalia kuna Elvis Rupia, Adebayo ameongezeka, tumemuona Kevin Naftar, kuna wakina wachezaji wengi Jonathan Thoa, wachezaji wengi sana ambao kwa sasa wana majina makubwa, tukiachia hao ambao walitoka Young Africans wakaenda Singida Black Stars. Haya majina yote na nafasi waliopo, je, vina match? Kumatch yes, kwa sababu ukiangalia msimu huu wameingiza wachezaji wengi wapya, na unapoingiza wachezaji wengi wapya kwenye ligi ambayo inaonekana kuwa na ushindani, manake lazima utengeneze timu taratibu. Kwa hiyo kwa hiki ambacho tumekiona kwa msimu huu Singida, kama wachezaji wao wataondoka, basi inawezekana mwalimu kama amepata taswira au picha kamili ya aina kikosi chake alichokuwa nacho. Kwa hiyo kuelekea katika msimu unaofuata, mwalimu atachokifanya ni kuingiza wachezaji wengine wachache ambapo wanahisi wanataka kuingiza, lakini mpaka sasa hivi unaona Singida wana kikosi bora na wametoa ushindani, kwa sababu muda huu tunazungumzia anashika nafasi ya 4. Katika nafasi ya 4 hiyo unaona jinsi gani ambavyo anajaribu kupambana na Majiant wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kuna namna vile ambavyo Singida amedeserve kuwa hapa alipo kwa sababu ya kikosi alichokuwa nacho na matokeo anayopata ndani ya uwanja. Leo unahisi watatupa battle aina gani wakikutana na Simba Sports Club? Bado battle itakuwa kubwa kwa sababu ni mchezo wa mwisho, ni mchezo ambao unaenda kuamua nani aende nani abaki katika finali. Na tunafahamu mchezo hii mara nyingi lolote inaweza kutokea. Na bahati mbaya, baada ya malalamiko mengi, watu kuzungumza, yawezekana mwamuzi akaenda kusimama katika sheria 17 zile ambazo zinatakiwa. Of course bahati mbaya zinaweza kuwepo, lakini hatuwezi kuona kile kilichotokea katika mchezo wa ligi. Na hiyo naijua kabisa kwa sababu tayari watu kwa mashaanza kuhamaki na kuanza kupigia kelele. Kwa hiyo unahisi leo maamuzi ambayo yatatolewa kidogo yatakuwa yanaonyesha balance kwenye mchezo? Hayawezi kuwa 100%, lakini at least basi tunaweza tukaona kile ambacho kila mtu anatamani kukiona. Sawa, Martin Mwakikosa, twende kwenye point 3 ambapo leo tumesema kuna mechi ya finali ya UEFA Champions League, ile ambayo ulitamani ufike na timu yako ya Arsenal lakini hukufika. Inter Milan leo anashuka dimbani kukabiliana na Paris Saint-Germain ambao wote hawa wamekuwa na msimu mzuri kwenye UEFA Champions League. Leo unahisi itakuwa ni mechi aina gani? Kihistoria kama tunazungumza history, basi Inter bingwa, kwa sababu ameshalichukua sana ile kombe akiwa na kikosi bora chini ya Jose Mourinho, lakini bado kuna wachezaji wengine na msimu mwingine ambao waliweza kufanya vizuri. Bahati mbaya Inter kwenye ligi ameweza nafasi ya pili. Tumeweza kumuona Filippo Inzaghi akiwa kama mwalimu, na bahati mbaya nyingine inaonekana msimu huu pengine wao wangekuwa wana uwezo wa kuchukua mataji mawili, kwa sababu kurejea kwenye ligi yao walipishana alama 1 na Napoli, lakini ikaelekea hivyo mpaka mechi ya mwisho. Ukija kwenye finali ya UEFA tayari katika hatua ya finali. Kwa hiyo faida ya kwanza unaweza kumpa Inter Milan kwa sababu ana experience ya mashindano na ni timu ambayo ilisha kuchukua ubingwa na ni timu ambayo imeshacheza finali nyingi kumzidi PSG. Kwa hiyo na wameshacheza katika viwanja vikubwa ambavyo wanasema vinakuwa na kelele nyingi lakini na kuweza kuzimudu. Kwa hiyo kwa Inter ukizungumza kwenye historia na kila kitu bado utaanza kumpa Inter kwa sababu ya huo ubora aliokuwa nao na uzoefu wa mashindano. Lakini PSG anaingia finali yake ya pili. Kumbuka aliweza kupoteza finali yake ya kwanza, hii finali yake ya pili. Na bahati mbaya katika finali zote amekuwa apate matokeo mazuri. Sasa yeye finali yake ya pili na chini ya Luis Enrique, huyu mwalimu ambaye tumeweza kuona akifundisha Barcelona na akaifundisha PSG. By the way, ukiangalia ubora wa kikosi cha PSG bado ni mechi ngumu, haiwezi kuwa rahisi. Kina Dembele tumeweza kuona, kina Marquinhos
wakina Kimpembe, goalkeeper yule wa timu ya taifa ya Donnarumma, yes, na baadhi ya wachezaji ambao wako katika eneo la katikati. Kwa hiyo haitakuwa mechi nyepesi. Ninachokiona hii mechi haitofautiana sana na game ya Inter Milan, kwa maana PSG wanadamu changa ambazo zinaweza kukimbia muda wote na kuweza kutumia counter attack. Inter wanajua wachezaji wao wengi ni umri kama umekwenda, experience na exposure inaweza kana wasaidia kuelekea katika mchezo, wakiamini kwamba twendeni kwa counter attack, lakini tukiwa sure ya kuweza kupata. Tuliona katika mashindano yote Martinez striker wao, alafu kuna huyu bwana mdogo Thuram ambaye anacheza naye katika eneo la ushambuliaji. Wamekuwa wachezaji wazuri, lakini Lautaro Martinez amekuwa bora zaidi kwa sababu ya uwezo wake mzuri wa kuweza kufunga, wakati Thuram amekuwa anamsaidia katika mazingira fulani, pace na speed na vitu kama hivyo. Yes, kwa hiyo unaweza kuona ni mchezo ambao utakuwa mgumu, lakini wana experience na mashindano. Kumbuka hata msimu kadhaa iliyopita walicheza finali goalkeeper akiwa wa Manchester Onana. Yes, walicheza, walipoteza, walifunga goli moja kama niko sawa sawa. Kwa hiyo unaona ni watu ambao tayari wana experience na mashindano haya, wanajua jinsi gani ya kuweza kucheza. Sawa, na tukija kuangalia profit story au njia za positive ambazo wamezipitia hizi timu zote mbili kabla ya kufika hapa, kutoka hatua ya 16 ambapo Inter Milan amemtoa Barcelona kwenye hatua ya nusu finali, lakini akaja kwenye robo alimtoa Bayern Munchen, si ndio? Na tukiangalia kwa nafasi ya Paris Saint-Germain, yeye amemtoa Arsenal lakini amemtoa Liverpool, si ndio? Liverpool, Aston Villa, kuna timu moja game ya mwisho walipoteza 4, ilikuwa PSG alimfunga Liverpool pia, walitoka sare akashinda nyumbani kwa Liverpool, akaja kumfunga kitu kama Aston Villa ya nchini Uingereza. Ile game ilikuwa kidogo aweze kuondolewa, kama unakumbuka. Sawa, kwa katika hizo timu tatu ambazo amecheza nazo, amekutana nazo na aka qualify mpaka kufika finali, unahisi nani leo atakuwa na advantage kubwa kulingana na vigongo alivyokutana navyo? Kwa tathmini hiyo au kwa namna hivyo ambavyo wanazungumza, basi Inter wanaenda kumpa, sababu Inter akacheza na Barcelona, Inter akacheza na Bayern, umeelewa? Na kote anaweza kupata matokeo. Ninachokiona kwa Inter, ana uwezo wa kukufunga, yani vyovyote itavyokuwa Inter anaweza kukufunga na wachezaji wenye uwezo huo. Kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi, Wale ndugu zangu wa mkeka, baba over 1.5 natoa leo. Ndugu zangu wa mkeka. Sawa. Kwa hiyo tunategemea kuanzia magoli mawili kwenye mechi ya leo. Inatoa. Sawa, kama ni hivyo sisi tunalipokea, na kwa sababu umetuambia mkali wa mikeka, hatuna la kupinga. Martin Mwakiposa, twende tukaangalie tetesi sasa hizi za usajili duniani kote, pale ambapo tunaweza tukafika. Tunaona Madrid wako busy, lakini Tanzania kwa sababu dirisha bado tuna tetesi hizi ambazo zinaendelea kukiki. Tunasikia Faisal Salum mara anaenda huku, tunasikia baadhi ya wachezaji kutoka Azam ambao pia ulishawagusia ambao wanatakiwa na vilabu vikubwa. Leo kuna nini kwenye tetesi? Umeanzia nchini Spain ambapo umegusia Madrid, kweli Madrid deal done kwa Trent Alexander, na tunafahamu alishaondoka mwishoni mwa msimu aliaga. Yes, aliaga kwamba ataondoka, na bahati mbaya alimzomea sana katika mchezo wa mwisho. Nakumbuka Jurgen Klopp alisema wakati natizama ile mechi, nilivyoona wanamzomea ilibidi nizime TV na kutokuangalia. Alisema kwamba hawakustahili kufanya kile alichofanya. Ndani ya miaka 20 amecheza katika kiwango bora, Liverpool amesaidia kuwapa mataji. Kwa hiyo kuna muda ni lazima waheshimu maamuzi ya watu. Huyo Jurgen Klopp aliyazungumza baada ya kuona kile ambacho kimeweza kutokea. Kwa hiyo kwa Madrid ili tulitegemea wanaanza kutengeneza timu yao mpya kwa ajili ya kuweza kusalia. Lakini story ya pili ni kuhusiana na klabu ya Arsenal. Hawa watu na Madrid walikuja kugonga hodi kumluzia Saliba. Lakini nimeona Arsenal tayari wameanza kufanya mazungumzo na Saliba kuendelea kubakia katika viunga vya Arsenal. Huyu ni beki naye wakati. Na ukiangalia msimu uliopita Madrid kuna maeneo alikuwa hapa shida. Eneo moja hapo ni eneo hilo hapo na katika sababu tumeona wameondoa Vasquez, wameondoa wachezaji kama watatu. Kwa hiyo bado wana shida. Lakini Madrid wenyewe wanaendelea kuingia sokoni kwa maana ya kutaka kuchukua kiungo mkabaji. Lakini bado haijao official,
lakini ni eneo ambalo pengine na wenyewe wanaweza kulipigia kelele. Nimeona story ya mchezaji wa zamani wa Manchester United John Evans, kitu kama niko sawa. Nimeweza kuona ametangaza kustaafu kucheza mpira. Na amestaafu akiwa katika klabu ya Manchester United. Okay. Kwa hiyo ni taarifa nyingine. Lakini bado kuna taarifa nimeona tena mshambuliaji wa Liverpool Nuno. Kuna taarifa inasema Waarabu wa Dubai wanamtaka. Tayari washatenga mpunga mwingi sana kwa ajili ya kuweza kujiunga na timu zao. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani Waarabu wako very serious kwenye transfer hizi. Na by the way ukumbuke kwamba Bruno Fernandes naye ametakiwa kwa kiasi kikubwa sana cha pesa kwenda kujiunga na hizo timu kutoka Uarabuni. Kwa hiyo unaona wenzetu jinsi gani ambavyo na wamesema Bruno inabidi ajiunge kabla ya kwenda katika kombe la dunia na ngazi ya vilabu. Kwa hiyo wako katika huo mchakato wa haraka sana ili waweze kumchukua kama walichofanya. Na Manchester United wanadai kwa sababu ya crisis walionayo kwenye fedha wako likely kumuuza Bruno. Na Bruno kwa namna yoyote, yani katika hali ya kawaida, hata wewe au mimi ningekuwa Bruno, ukiangalia Manchester kwa hivi sasa ni kama timu ambayo inaanza kujitengeneza upya. Na kwa kawaida pale kuwashawishi wachezaji wakubwa kuja ni mtihani mkubwa. Na wachezaji hao wakubwa tunafahamu maono yao ni nini? Ni kucheza mashindano makubwa ambayo yatakuwa na hapa heshima. Kwa hiyo ukiangalia Manchester msimu unaofuata hatutamuona UEFA, hatutamuona Europa, hatutamuona mashindano yote makubwa zaidi ya ligi ya nyumbani. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni changamoto na pengine inaweza kuwa opportunity ya Bruno kusema mimi naondoka na kwenda katika vitabu vingine. Story ya Tanzania nimeweza kuona sehemu tarehe 15 dabi ilipangwa kuchezwa. Lakini nukuu maneno ya naibu kuna mwenyekiti na katibu wa Arafati makamu wa rais. Makamu wa rais amesema hiyo tarehe wao wamepata mialiko Kenya na Rwanda. Kwa hiyo wataangalia ni wapi wa kwenda kucheza. Kwa hiyo ni kama bado watu wanatunishiana misuli kuona nani atakuwa bingwa katika hili. Lakini by the way niliamini kwamba wanaweza kukaa na kuweza kuyazungumza ili waweze kuweka mambo sawa. Jana tulikuwa na mshabiki maarufu wa Young Africans hapa Mdoli Yanga, yeye alisema hata wasipopewa kombe watachukua yaliyoko kabatini alafu watafanya paredi. Huo ni mtazamo wao na hiko ndicho ambacho yeye ameweza kukisema. Lakini story nyingine ni kuhusiana na klabu ya Simba. Leo kuna taarifa imetoka kwamba bosi Mohamed Dewji Mo ameanza mazungumzo na Fadu kuweza kusalia ndani ya viunga vya Simba, kwa sababu taarifa zimetoka kwamba baadhi ya timu kutoka South Africa zimeonyesha nia ya kutaka kumsajili, kumrudisha South Africa. Na hii imekuwa kawaida kwa klabu ya Simba kuweza kuona wachezaji makocha wake wengi wakija wakipata mafanikio kuweza kuondoka. Kwa hiyo kuna taarifa inasema Mo amefanya mazungumzo na kocha huyo kumhitaji kuendelea kubaki ndani ya kikosi hiko. Lakini story nyingine ni kuhusiana na panga ambalo litapita katika klabu ya Simba. Kuna baadhi ya wachezaji wataondoka pale msimu huu kupisha nafasi kwa ajili ya wachezaji wengine. Wewe umemtaja mshikaji wako Deborah Fernandez. Naye unahisi ataondoka? Simuoni akisalia pale. Wachezaji hao wazawa Mzamini na simuoni kwenda kusalia pale. Mtu mzima. Alafu kuna huyu bwana mdogo alitoka Tanzania Prison. Naye namuona pale kuweza kuondoka. Kwa hiyo na yeye Simba unapanga kubwa sana ambalo litaweza kupita kwa ajili ya kuweza kuondoa wachezaji. Basi katika hayo sisi hatuna la ziada. Leo kuna ubashiri. Nimesema tu hapa awali. Over 1.5 chuma kinaondoka leo. Sawa. Basi hili ni Dimba la Michezo na ulikuwa nami Victor Livingstone ambaye huwa nakuwa nawe kila siku pamoja na mchambuzi wetu pweza Martin Mwakiposa mtu na afya yake, lakini bila kusahau udhamini wa Maskani Safi. Leo tutakuwa hapa. Hawa ndo wanatufanya tuonekane na leo finali itaonyeshwa hapa. Kiufupi itachezwa hapa. Wewe uliyeko mazingira yoyote pale Dar es Salaam unaruhusiwa kuja hapa. Shuka Sinza Sinza kwa Remi, ulizia Maskani Safi, watakuleta moja kwa moja tuje tuangalie soka pamoja. Na kama una visirani vyako na mchambuzi pweza, uje uvimalize hapa. Mpaka wakati mwingine, shukrani.